Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuweze kuangazia yanayoendelea katika ulimwengu huu. Natumai upo salama. Kadri siku zinavyoendelea kusonga, ndivyo mambo yanaendelea kuwa magumu. Yaliyotendeka pale Tanzania tarehe 29 bado yako katika akilini mwa watu. Watanzania bado wanaumia, bado wanakumbuka yale ambayo yaliwatendekea tarehe 29. Wenzao walioaga tarehe 29 kwa kuuliwa kutokana na amri ambayo Samia Suluhu Hassan aliweza kutoa, bado wanaumia, bado wanaomboleza. Na ndio maana kufikia leo hii Tanzania wanahakikisha kuwa Samia Suluhu Hassan ameweza kuchukuliwa hatua kali kwa mauaji ambayo yalitekelezwa tarehe 29. Hili alichatulia. Japokuwa Samia Suluhu Hassan mwenyewe anaonekana kuwa hako katika hali ya utulivu, lakini nikuambie ukweli ni kuwa wakati Samia Suluhu Hassan anaenda na anakaa mahali akiwa peke yake, hili huwa linamuumiza sana. Sababu ni gani? Kufikia leo hii Samia Suluhu Hassan anaandamwa na kitu ambacho alikifanya tarehe 29. Si Watanzania peke yake wanaomwandama, si wananchi peke yake, ila pande zote zinamwandama. Tukiachana na watu na ulimwengu na kila kitu, damu zenyewe za waandamanaji ambazo zilimwagika tarehe 29 hasimpei amani. Kila kuchao zinamulidia. Vifo alivyotoa amri maaskari wawaue waandamanaji, sauti za waliokufa tarehe 29 zinamulidia masikioni, hasimpi amani. Kila anapotulia anasikia sauti za wakubwa na wadogo zikimulidia masikioni. Samia hana amani. Samia halali hadi ile siku ambayo hatawajibika, hadi ile siku ambayo hatakubali kuwa kile kitendo alichokifanya tarehe 29 kilikuwa kibaya na kilikuwa kibaya mno. Maana watu waliuliwa kiunyama, na ni watu ambao si eti walikuwa na silaha, si eti walikuwa wanapigana. Hapana, ni watu ambao walikuwa tu wanaandamana kwa amani. Kikubwa zaidi ni kuwa watu walifuatwa hadi manyumbani wakauliwa. Na ndio maana hata Mungu mwenyewe ameamua kuwa hawezi akaacha Samia Suluhu Hassan akatulia. Na ndio maana anaandamwa na damu za waandamanaji zilizomwagika tarehe 29. Sijui wewe unaonaje? Maana kufika sasa hivi kuna wale Watanzania ambao wanaendelea kuumia. Kuna wale Watanzania ambao bado wanaendelea kutekwa. Na kuna wale ambao wanaendelea kuuliwa ili kuficha ushahidi wa tarehe 29. Niliweza kuwatengenezea video vile ambavyo Samia Suluhu Hassan aliamrisha wale wote ambao bado wako hospitalini
na ni wagonjwa wako na majeraha ya tarehe 29 waweze kuuliwa, ili wasije wakatoa ushuhuda kuwa walikuwa miongoni wa waandamanaji na walikuwa wa Tanzania na hawakuwa na furugu yoyote ile. Kuna video nyingine tena niliwatengenezea. Samia Suluhu Hassan anamaliza Tanzania kabisa. Uchumi wa Tanzania unaendelea kuisha. Njaa imeingia Tanzania. Umaskini unaikumba Tanzania. Sababu ni gani? Samia Suluhu Hassan anatumia pesa nyingi sana ili aweze kuficha ushahidi wa kile alikifanya tarehe 29. Ingawa tukiangalia na kuangazia, tunaona kuwa ataenda kuambulia patupu. Maana hizi vita sasa hivi zimekuwa ni vita kali sana. Hata atumie mamilioni na mabilioni ya pesa, bado ataambulia patupu. Maana alichokifanya kilionekana wazi na kuna ushahidi wa kutosha kwa kile ambacho alikifanya. Ingawa anang'ang'ana kutoa ushahidi, lakini hawezi akamaliza. Kesa amejaribu, maana kufika sasa hivi Samia Suluhu Hassan hata angekuwa amefungwa gerezani na kuhukumiwa vibaya sana, ila tu kwa sababu ya pesa ambazo wametumia mingi sana ndizo zimemfanya hadi wa leo hako huru. Lakini anaowanyanyasa ni Watanzania, sababu hizo pesa kuna kazi zilikuwa sifanyi. Leo hii asifanyi hiyo kazi, zinatumika kufunika uchafu ambao aliufanya. Hizo pesa zingekuwa zimeimarisha uchumi wa Tanzania, lakini leo hii hizo pesa ndizo zinatumika kuficha maovu ambayo aliyafanya 29. Hayo pia yamefichuliwa, na ndio maana nawaambia kuwa mwisho wa Samia umekaribia, na mwisho wake utakuwa mbaya sana, sababu atakuwa amejaribu kila kitu, na anapojaribu kinatokea, na anapojaribu siri inatokea. Na ukiona mtu akifanya jambo la siri na lina end up kupatikana katika mitandao, jua kuwa kila mtu amemchoka. Leo hii vile tunaongea, kila mtu amemchoka Samia Suluhu Hassan. Hata wale ambao wako na ukaribu na yeye, hata wale ambao ni vibaraka wake, machawa wake, wamemchoka. Juzi mliona mabalozi waliweza kumkabili vibaya sana. Waliweza kumwambia mambo mazito sana Samia Suluhu Hassan. Mabalozi hawamtaki Samia, walimkataa. Ingawa Samia aling'ang'ana vile aling'ang'ana. Najua ni mama wa kung'ang'ana sana, hataki kugive up. So aling'ang'ana vile aling'ang'ana, lakini mjue kuwa hatakikani. Hata mabalozi wenyewe walimkataa. Mwisho wa Samia Suluhu Hassan umekaribia. Kila ambacho tunastahili kufanya, mimi wanawaambia kila siku, Tanzania iko na shida, tuendelee kuiombea, tuombeane sisi wote. Ila tu ni kuombe jambo moja, subscribe kwenye YouTube channel na uniwekee like kwenye video. Tuendelee kuangazia yale ambayo yanaendelea katika ulimwengu huu, maana ni machungu, mengine ni ya kuumiza mioyo na mengine ni makali sana.